Kwa kweli mimi tangu nimemjua huyu binti, nimemjua kwa kupitia mabinti wangu, nina mabinti watatu. Nilikuwa najuana naye na Suha wakaja kwangu, na kwa kweli nimevutika sana na mambo anayofanya, kwa sababu si mtu mzima sana, ni binti mdogo, ameingia katika jambo kubwa sana la capacity building. Na kwa kweli kuwapa wenzako ujuzi si kwamba tu ni biashara, ni jambo la ibada vile. Kwa mimi namsifu sana kwa jambo hili, na uzuri wake ameweza kutengeneza mahusiano na watu wa nje, anawaleta hapa na wanawalikari wenzake waje wafanye kazi hiyo. Ni kazi nzuri sana, sisi tunampa hima aendelee nayo. Pale anapotuhitaji kwa lolote lile tutamsaidia, inshallah afanikiwe. Kidogo leadership and business growth, uongozi na ukuaji wa kibiashara na kuzoea sana katika zile warsha na mafundisho ya uongozi. Hivi mfanyabiashara mzuri anaweza kuwa kiongozi mzuri, au kiongozi mzuri anaweza kuwa mfanyabiashara mzuri? Kwa kweli mfanyabiashara mzuri lazima awe kiongozi mzuri, kiongozi mzuri wa shughuli yake. Huwezi kuwa mfanyabiashara mzuri bila kuwa kiongozi mzuri. Tafsiri yetu ya viongozi ni katika siasa. Siasa na uongozi wa biashara ni vitu viwili tofauti sana, lakini mtu anayejua biashara vizuri mara nyingi ni kiongozi mzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiongozi mzuri ni yule ambaye anaweza kupata wazo, akalisimamia, akatafuta fursa, akamobilize, akatafuta watu wa kufanya nao kazi, akawasimamia, akazalisha kitu, akakiingiza sokoni, kuuza, akapata faida, akaendeleza biashara. Vyote hivyo ni vitu ambavyo vinahitaji uongozi. Kizungu inaitwa management. Huwezi kufanikiwa katika biashara kama una ujuzi wa management ya biashara. Kwa hiyo wafanyabiashara wote wazuri kwa tafsiri ni viongozi wazuri wa biashara zao.